Sijawahi ona mrembo kama wewe, uzuri moyoni umenikaa. Nitapanda milima, nitashuka mabonde, kusafiria penzi lako kwenye ufundi wa mapenzi. Nakupa namba moja, nimezama kwenye dimbwi la mapenzi. Mwenzako sijiwezi kabisa, kwako nimezama mazima. Usinitupe kwenye jangwa, amini mimi kwako sina ujanja. Kwako nimetulizana kwa uzuri wako. Kwako nimetulizana milele, niwe wako mimi, kwa uzuri wako mwingine sijaona. Pokea ishara ya mapenzi, moyo wangu wakulilia wazi. Kwa ajili yako nalia, kwa ajili yako naumia. Kwa ajili yako nalia, kwa ajili yako naumia. Pokea ishara ya mapenzi, moyo wangu wakulilia wazi. Kwa ajili yako nalia, kwa ajili yako naumia. Dr. Salim, leo jipya gani? Jipya haliwezi kukosa hata siku moja. Hakika Mwenyezi Mungu uumbaji wake unavutia sana. Umeingia kwenye uumbaji wa Mungu au ni sehemu ya kipindi katika darasa lako? Hivi katika darasa langu huwa napenda kipindi gani? Au na wewe huwa unapenda mapumziko kama wengine? Sijao kupenda mapumziko hata siku moja. Waga napenda kile kipindi ambacho kinahusu mahusiano. Na unafundisha vizuri au umeshawahi kutendwa? Swali gumu sana. Ila elewa kuwa mahusiano hajawahi kuwa na fundi hata siku moja. Sijakuelewa. Maana unaofundisha darasani inaonekana ni wazi kwamba ushawahi kutendwa. Ndio maana mpaka sasa hivi hatujawahi kumpata mwandishi mzuri wa hadithi za mahusiano. Isipokuwa tumeishia tu kupata wasimulizi wa hadithi za mahusiano. Na kila mtu usimulia kile kilichomkuta katika mahusiano yake. Aisha, mimi naamini kila nyota hung'aa kwa wakati wake. Naamini wakati wangu bado, ila siku yangu inakuja. Aisha, mimi niko na malizia kukamilisha albamu yangu. Nikienda mjini naamini tapata pesa, mambo yatakuwa mazuri. Aisha, kuwa mvumilivu. Naamini wewe ndio kunipa moyo katika ndoto zangu za muziki. Naamini siwezi kufanikiwa bila wewe, kwa sababu wewe ndio mfariji wangu. Nakupenda sana Aisha. Usinikatishe tamaa. Kila siku mnapoongea hivyo, yanajirudia hivyo. Lakini sijaona faida yake wala ambacho kinacho kutokea. Kila siku ni maneno tu, ni maneno yasiyokuwa hata na faida. Kuhusu swala la kutendwa katika mahusiano, ni jambo la muhimu sana na la msingi. Tena hiyo ni tiba mahusiano kwa wale watu wawili ambao wako kwenye mahusiano.
Utakuwa hujanielewa nadhani. Napata ukakasi. Iko hivi. Kwenye hii dunia hakuna dawa ambayo inatibu 100%. Ndio hivyo? Na kila jambo zuri huwa linakosa kasoro. Na kila jambo zuri huwa lina kasoro. Ila nataka nikwambie kitu kimoja. Mahusiano bila vurugu, mahusiano bila kutendwa hayawezi kuwa mahusiano. Yanaweza kuwa tu maigizo. Dokta, mahusiano wangu nimepitia changamoto sana. Mpaka ilifikia kipindi mimi nikawa sitamani kuwa na mwanamke kabisa. Nakumbuka mwanamke wangu wa kwanza mimi kuingia naye katika mahusiano alinifanyia kitu ambacho sikutarajia kabisa kama anaweza kufanya. Kwa sababu tulipanga mipango mingi na nilikuwa najitoa kwa hali na mali. Lakini yote ilikuwa ni bure. Na hii hapa niona tena kwa mwanamke ambaye nilionaye sasa hivi. Naona naelekea huko. Kwa sababu sasa hivi hata kwenye simu nikimtafuta ananijibu majibu ya ovyo kweli. Hata na shino nifanye nini? Naomba unisikilize tena kwa umakini. Nataka nikufundishe kitu kimoja leo. Au nataka nikutibu jambo moja. Huyo mwanamke uliye naye sio wa kwako. Aisha, unajua kila kusudio Mwenyezi Mungu ndo analipanga. Nivumilie, ni mapito tu tunapita. Muda sio mrefu mambo yatakuwa mazuri. Tusidi kumuomba Mwenyezi Mungu. Mimi sijafanya hivi kwamba nimependa. Ugumu wa maisha ni Mungu tu ananipa mitihani. Naamini sio mbali, mitihani hii tutaivuka. Yaani mimi hata siku moja sijawahi kujivunia kuwa na wewe na sijawahi kufurahia hata mahusiano hata siku moja. Yaani wewe kila siku ni kelele zako tu zisizokuwa na mwisho. Sijawahi kuona huduma yako ya aina yoyote. Mimi nimechoka mahusiano kama haya. Siwezi tena kuvumilia kuwa na wewe. Aisha. 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 Huyu mwanamke ana mwanaume wake. Kwa hiyo cha msingi inabidi utafute mwanamke wako. Kwa sababu hakuna kitu kama hicho katika mahusiano. Na mahusiano mazuri ni kupeana muda. Kwa hiyo huyo sio mwanamke wako. Huyo ana mwanaume wake. Dokta, inawezekanaje mtu ambaye nampenda alafu asiwe wa kwangu? Inawezekana. Kwa sababu unampenda ila yeye hakupendi. Kwa sababu ana wake anampenda. Wewe cha msingi inabidi ukatafute mwanamke wako. Huyo uliye naye sio wa kwako. Na ukiendelea kukaa sehemu ambayo sio yako utanyanyasika. Hapo ndipo tunakuja kupata mapenzi mnyanyaso. Na Yesu utakuwa umenielewa. Salumu, acha kujiuliza maswali mengi. Ukitoka hapa kajitahidi sana kutafuta mwanamke wako. Huyo uliye naye ni mwanamke wa mtu. Na ukitaka ujue kuwa ni mwanamke wako inabidi ufuatilie na ujithibitishie mwenyewe kuwa ni mwanamke wako. Ila watu wasije kukuthibitishia kuwa ni mwanamke wao. Na Yesu utakuwa umenielewa. Sasa mimi nitawezaje kumtambua mwanamke ambaye ni wa kwangu? Tumia akili.
Kwa hiyo haya mang'ombe yote wewe unayajua? Ndiyo najua, kwa sababu ni majina nishayapa. Kama kuna yule pale, yule anaitwa Shula Kiuno, yule pale anaitwa Vevo, yule kule Kidemjao. Maana ni mkorofi sana. Kwa hiyo yule kamoja Kidemjao maana anapigana. Ni mkorofi mno. Yaani wenzia hawana raha. Na ndio maana imefika alitaka hata unikimbiza. Ni mkorofi sana. Hivi wewe Rehema unajamii nini mpaka unachukua mifugo yako unapeleka kwenye mazao yangu? Hivi unavyonilishia mazao yangu, unategemea mimi nije kula kwako? Au? Kwamba wewe ndio unajiona sana mfugaji hapa kijijini, unaweza kulisha mazao ya mtu yoyote. Si ndio? Dada. Koma, siongei na wewe, kaa kimya. Wewe ndio mwenye mifugo. Au shobo? Hata shobo, siongei na wewe. Naongea na huyu mjalaana ambaye anaona wenzake wakae njaa, yeye afaidika na mifugo yake. Hii mifugo yako inanisaidia nini mimi? Mbona mifugo yangu haijatoka tangia hapa asubuhi? Nachunga, najaenda kwenye shamba la mtu yoyote yule. Unataka kuniambia mimi ni chizi, mimi ni mwehu. Mpaka natoa miguu yangu huko na kuja kukuambia wewe kwamba mifugo yako imekula mazao yangu. Sina akili, si ndio maana yake? Kwani hapa kijijini mimi peke yangu tu ambao na mifugo? Na ndio ujiulize kwa nini nimekufuata wewe. Wewe ni kijana tofauti sana katika hichi kijiji. Muda kama huu nimekukuta nyumbani, kweli wewe hujielewi. Tuachane nayo hayo. Kilichonileta kwako, achana na yule mwanamke. Achana na Aisha. Sio hadhi yako. Na pia wewe ni kijana tofauti sana. Unataka kula wanapokula viongozi. Sasa umeakanyaga. Ni ushauri nakupatia. Tafuta kazi kijijini. Hakuna alifanikiwa kwenye muziki katika hichi kijiji. Nashangaa wewe tu wewe wa kwanza. Ni kitu hakiwezekani. Natumaini kwa nilizozungumza umeelewa. Aisha ni mwanamke wa ndoto zangu. Aisha ni mwanamke ambaye ninampenda. Na sitoweza kukubali kijana yoyote hapa kijijini kuingilia mahusiano yangu. Hivyo basi, achana na Aisha. Maana kitachokukuta ni kikubwa kuliko. Cheo na mamlaka alionayo baba yako usai kumpanda kichwani kila mwana kijiji. Toka kwetu hapa Kipala wewe. Kwani hapa peke yangu kijijini mimi ndio mwenye mfugo peke yangu? Na ndio maana nikakufuata wewe. Bora hata hivyo mjumbe umefika. Mimi nataka kusema jambo moja. Mimi sijaja kwa nyinyi wanawake vurugu yenu. Mimi kilichonileta ni kwa huyu anko wangu. Anko, kusema kweli umenivunjia heshima. Sasa kama umenivunjia heshima, mimi nakwambia asubuhi pakikucha majogoo twende shamba. Ila cha ajabu umeamka mbio umekuja kwa wanawake hapa. Wewe ni mchunga ng'ombe, mimi nikanua hata paka wa kuinda panya sina. Mbuzi mimi sina. Wewe umeshika fimbo hapo kama vile mimi mjomba wako na ng'ombe. Hizo ng'ombe za nani? Nitakuuliza haraka haraka. Wewe ng'ombe za nani?
Hem, subiri kwanza mjumbe. Wewe umekuta hapa ugomvi. Umepofika nikasema alhamdulillah haki yangu utaipata. Alafu wewe unatetea masuala ya huyu mjomba wako. Mjomba wako si mnamalizana nyumbani? Wewe unabidi unisikilize kwanza, mimi nimelishwa mazao yangu. Unaanza kusema masuala ya mjomba wako. Mimi hapa masuala ya mjomba wako yanahusiana nini hapa? Si mtamalizana kwa nyumbani? Sasa wewe bibie, wewe unataka nini? Nataka nilipo mazao yangu. Wewe dada, wewe ndio mwenyezi ng'ombe. Kwanza mimi nasema changanya. Ngoja nikachunge mifugo yangu. Sababu bole vota bibi ameondoka. Baba, wewe nkutondoke. Twende shamba, jua bado ni kali. Twende shamba. Utabaki pita. Urefu wa bule tu hapo. Mbavu. Kazi kuja kuchunga ng'ombe. Ng'ombe zenyewe unazishinda urefu. Mbavu kweli wewe. Tanduruku. Kunguru nguje. Habari yako. Unajua hapa mimi hapa niko kwanza nilikuwa na kuangalia unavofoka. Mtoto mzuri. Ovyo. Yaani unapotembea kama vile unaenda kurima. Unavizaka. Mbavu, unaona siji kutatua kesi yako kama ni mifugo acha ilio. Kwani ng'ombe zenyewe zina matumbo ya kura. Mbavu kweli. Wewe anko. Anaonekana na kiburi sana huyu kijana. Ukiona mguu wa pili nyumbani kwako, ujue kuna msiba. Jioni njema, tulikuwepo. Mungu hali yetu tunaiona, maumivu yametanda, usaliti, wivu asilimia nyingi. Maana leo tupatana, kesho twagombana, kila siku wivu hauishi, usaliti na ukibishi. Asilimia asilimia